Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, Waziri Eugene Wamalwa, Mr. Kioni ambaye ni SG wa Jubilee Party, na senators ambaye tuko nao hapa, ma MPs na viongozi wa ma MCAs na watu wote wa hapa Kimana Senate. God is good and all the time. Salimiane kwa hewa. Bwana asifiwe. Mimi ndio yule mnaonanga kwa TV, anaitwa Waitito baba yao. Nilikuwa wazee mheshimiwa, mwisho nilikuwa gavana wa Kiambu, na nimefurahi sana vile nimekuja hapa. Sijai kuja area hii maisha yangu yote, na kwa hivyo nimefurahia sana kuja hapa. Nimeona kwaya smart sana, wako na energy, smart sana, wanajua kuimba, na nimefurahia pia mchungaji wenu pastor, nimeona anajua kuhubiri sana, na tumebarikiwa sana kwa sababu ya vile ameongoza misa hii. Mimi nataka niwaambie kitu moja. Vile mumeona sisi tukitembea karibu sasa Kenya mzima, tunaenda kila kona. Wengine wetu ndio tuliwaletea hii shida ambayo iko kwa nchi hii. Sisi ndio tuliongoza kuchagua Ruto, lakini tulifikiria vile alikuwa anatembea na Biblia, tulikuwa nafikiri ni mtu mzuri sana, mtu mcha Mungu ambaye anaogopa maisha ya watu, ambaye anaongea ukweli, na akatudanganya kabisa. Kuanzia vijana, si mnakumbuka? Mahasula si walidanganywa? Wamama pia walidanganywa, si mnakumbuka? Watu hata ya bodaboda walidanganywa, na hata mabishops wote na mapastors wakadanganywa. Ama namna gani? Na hata saa hii bado wanaendelea na udanganyifu. Ile kitu ambayo hatukuwa tunajua ni ati yeye anaweza ruhusu vijana ya watu akiwa mzazi wauliwe ovyo ovyo vile tumeona. Na vile tunajua saa hii, na vile tumesikia kutoka kwa waziri ambaye mtoto wake pia alikuwa abducted, ni ya kwamba Ruto mwenyewe anajua hii maneno ya abduction ni akina nani wanafanya, na yeye tunamuuliza, tafadhali, hauogopi Mwenyezi Mungu na damu ya watu? Vile tumeona mochari juzi, tulikuwa huko, husuni kubwa sana na wazazi wale wamepoteza vijana wao. Tunaambia Ruto, tafadhali, maneno ambayo unafanya hii ya watoto kuuliwa mbele ya macho yako, wewe lazima Mwenyezi Mungu atakuadhibu kwa sababu ya hiyo. Watu wamelia sana, na tunakwambia hivi, sisi ambaye tuliongoza kukuchagua, tunaomba usiku na mchana 2027 ifike mapema, tukupeleke mapema nyumbani, kwa sababu hatuwezi taka kuona nchi hii ikiongozwa na mtu kama wewe. Sasa tunajua Ruto sio mchezo, tunajua yeye sio mchezo, ana uongo mingi sana, si ndio? Sisi tunajua yeye ni expert, na saa hii ile uongo peke yake anabakisha ni ya kudanganya watu wa Western. Sasa wale watu wametarget kudanganya Kenya hii ni watu wa Western, vile alidanganya watu wa Mount Kenya. Na mimi ninajua watu wa Western wamemuonea 18, wanamwangalia hivi na driving mirror, wanamwambia wewe, fikiria unaweza tudanganya, lakini hawatakubali. Hiyo mtego yao yake ya Ruto saa hii haitauma kitu. Tunakubaliana hiyo? Watu hapa mtadanganyika kweli? Mtakubali kudanganywa? Alafu kingine, mimi najua mtego ingine Ruto ameweka ni vile tuliona siku ile ilikuwa ya Ford. Ile Ford iligawanyishwa na Moi, kukawa na Ford Kenya, Ford ya Siri na Ford People. Ford ikasambaratika. Vile unaona saa hii watu wote wameshikana kwa opposition. Ile kitu Ruto saa hii anachora ni vile atagawanyisha opposition hii yetu, na atagawanyisha na njia hii. Watatumia national intelligence NIS
kujaribu kucreate makandidate katika opposition. Ambia huyu wewe simama president, mwingine wewe pia simama, mwingine wewe pia simama. Na sisi tunataka kuambia Ruto hivi, saa hii sisi tunakuona vizuri sana, na sisi tunakuonea 18, na tuko tayari kudili na hiyo triki yako ya kuganyisha watu. Saa hii sisi hatuwezi kubali. Sisi watu wa mlima tuko very clear. Kitu ya kwanza, Mheshimiwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka amekuwa mjumbe 28 years. Yeye ndio wa pili, Kibaki ndiye alikuwa number 1 35 years. Wa pili ni Kalonzo Musyoka 28 years katika bunge. Amekuwa waziri mara 5. Alikuwa deputy speaker wa bunge. Alikuwa vice president siku ya Kibaki ambaye nchi hii iliongozwa vizuri sana, tukaletewa masomo ya bure na maendeleo mingi sana. Hiyo mwingine alikuwa hapo ndani ya hiyo serikali ni Kalonzo Musyoka, huyo mnaona. Ndio Kibaki alituachia. Sasa sisi tunasema watu wa Mount Kenya, sisi hapana bahatisha. Tunataka the most experienced person successfully. Sio mwingine ni Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Alafu vile mnaona saa hii damu imemwagika ikiwa kwa mkono ya Ruto. Kalonzo Musyoka, hakuna damu siku moja nchi hii ilimwagika Kalonzo akiwa hapo karibu. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, hata Ruto ukijaribu triki gani, watu wote wameshaamua. Opposition leader yule amesukumana na wewe throughout, na the most experienced sio mwingine, na ambaye tutachagua 2027 kama rais wa Kenya hii sio mwingine ni nani? Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Asante, tunakubaliana? Hebu nione kama tunakubaliana sisi wote. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Thank you so much. Bwana Mushisho, asante. Asante, tumpigie baba yao makofi. Your Excellency, kuna vijana walitoka sehemu za Olchoro ambaye anaongozwa na kijana ambaye anaitwa Mbatia. Simama tu Mbatia, utupungie mkono. Mbatia anataka kusimama MCA pande hiyo ya Endonele Ngisi Mwada. Asante sana. Basi kwa ufupi, kwanza nachukua fursa hii kushukuru kanisa kwa kuturuhusu tuje tushiriki pamoja nanyi. Baba Kasisi, tunasema asante sana. Sisi kuwa hapa tumebarikiwa na neno la Mungu na tumesikia uwepo wa Bwana hapa, na pia mimi najiunga na wenzangu ambao wamepongeza kanisa hili kwa maendeleo, japo mnataka kwenda mbele kimaendeleo na tutakuwa pamoja nanyi, lakini tunasema pongezi.